Ndo tunafika jamani. Ndo kufika. Safari imekuwa refu, najua kutoka mbinguni tumeanza toka mwezi wa 3. Na ndo tumefika hapa. Mlinitesa, mkanifanyia mambo mengi, mkanipiga, mkaniua. Angalia mimi ndo mimi. You get it? Malaika Gabriel, waambie tulichokiongea pale mbinguni. Okay. Tumekaa mbinguni pale tukadiskesi na malaika wengine pia na watu wengine ambao walikuwa pale kwenye kikao, tukaona ni bora zaidi hii Pasaka tuje tusherekee mbinguni live. Kwa hivyo msiwe na hofu jamani, tutapita kwenye maeneo tofauti ambapo watu wanaabudu na kusifu na kusherekea. Lakini sasa jamani, wadada wa kitamba cheusi jamani, sio utasherekeaje? Bwana, nipe ushauri. Au madada ambao wanazungusha viuno siku ya Pasaka tuwafanyeje? Kulingana na vile tumepewa amri na Mwenyezi Mungu ambaye ndio baba yetu, sisi ni utatu. Unaona? Na baba amesema wale mabinti wenye nyashi, kama unavyojua, wale mabinti wenye nyashi, wale siku hizi nasikiaga wa Kenya, wa Tanzania wanaita nyashi. Tunapunguza nyashi, wanabaki flati. Yaani tukikutana nawe tu njiani, ole wako. Yaani kama una nyashi vaa dera. Ndio. Malaika Gabriel, wakumbushe pia kulingana na utafiti ambao zile statistics za mbinguni pale zinaonyesha kwamba nyashi imefanya wanaume wengi sana wataendelea kupoteza uzima wa milele, kwa sababu kila siku, kila kukicha, mimi kama secretary mkuu naendelea kufuta tu majina ya wanaume. Akipita kidogo angalia nyashi nafuta na mkanseli. Mtu alishakuwa mtu mzuri, pastor mzima, nyashi kipita mbele yake anapoteza focus, anasahau mambo ya Mungu jamani. Kwa hivyo ni ushauri wangu, labda Bwana ungepunguza nyashi kidogo, na ndio tuone na kuwa namna gani, kwa sababu kwa namna hii tutapoteza watu. Mimi Malaika Gabriel, mimi nakusikiliza sana. Wewe ni kama ndugu yangu. Hata nilipotaka kuzaliwa hapa duniani, wewe ndio ulimletea mama yangu taarifa eti. Kabisa. Ila sasa kama unavyojua, wamenitesa. Unaona huu msumari huu ambao nilipigwa hapa huu? Naam. Huu msumari ni mwanadamu aliutengeneza. Cha kwanza, huu mwenye huu msumari tumsamehe, maana hajui alichokifanya. Mwanadamu ana roho mbaya jamani. Hiyo ulichokisema wewe. Ila hatuna ubaya, leo ni siku ya furaha. Ni siku tunafaa tufurahie, kwa sababu tumekuja hapa kama wawili tu. Msije mkaelekeza mtu yoyote. Licha ya kukaa kwa kikao, unajua kuna vile malaika wengine walikuwa na nini, wao wanataka wakuja wote, lakini tukaona sawa wakija wote watajaa wapi jamani? Watu watatoroka, watafikiria dunia imeisha. Tukaamua tuzame na Bwana. Unapata? Kwa hivyo tukipita popote jamani, kama kuna chochote kitu, mtu hatuna ubaya, lakini kama tulivyosema, leo tumekuja na mission moja. Ni mission ya siri, kwa sababu kama mnajua bwana wangu ni mtu ambaye anapenda kukomboa watu. Alishawakomboa watu kwa mara ya kwanza, ameamua arudi. Unapata? Tulifanya miujiza pale Yerusalemu, akina Lazaro saizi tupo nao pale, unaona wanasherehekea pale. Sasa this round tumefika hapa Afrika, Kenya. Ndio. Alafu tumekuja kufufua mbinu mpya ya wale watu ambao hawataki kutuma fare ama wenye wanataka kutuma fare. Tumeonelea mambo ya kutuma fare pia. Tunataka tutafute mbinu mbadala ambao watu watakuwa na paa. Unapata? Kwa sababu tumekuta shetani pia amepata nguvu nyingi, mpaka binadamu wameanza kusahau maneno ya Mungu. Kwa hivyo inabidi tujiangalie sana. Ila angalizo, tukipita popote tukute mtu anafanya dhambi siku ya sherehe ya Pasaka kama hivi, Bwana tuambie tutafanya nini? Waambie, wamalizie. Kama tukikuta usema kweli, kuna kitabu tuliona pale kidogo kinataka kuleta mashari, ila sisi kwa hii round hatutawasamehe. Hii ni Pasaka. Mlinitesa na nimefuka wale watu wangu. Leo nafaa tusherehekee kwa mambo ambayo nimeyafanya.
Yani tukikukuta tu unajibinua na mtulinga. Umefeli. Kifo tunaenda na wewe. Mwisho wa Pasaka tunaenda na wewe. Tukipita kidogo tukupate guesti, pita na wewe. Tunaanzia kanisa gani kulitembelea siku ya leo? Ama acha kwanza tuachane na kanisa. Mimi kwa ushauri wangu, acha tutembelee vilabu kwanza. Kuna watu wanafaa waende mbinguni kwa sababu pale kidogo naona wanazingia. Kwanza ile eneo ambao tumeshukia. Unasikia? Hebu tega sikio. Hii Millionaire Excess. Tuzame ndichi. God have mercy upon us.